Moja ya uwekezaji salama zaidi duniani ni uwekezaji wa hati fungani. Huu ni uwekezaji salama zaidi, yani hauna hasara kabisa. Tunasema ni relatively risk free. Na huu si tu uwekezaji salama zaidi duniani, bali ni uwekezaji wenye faida ya uhakika kuliko uwekezaji mwingine wa aina yoyote duniani. Kwa bahati mbaya sana, watu wengi wa kipato cha chini na kipato cha kati hawajui chochote kuhusiana na uwekezaji wa hati fungani au dhamana za serikali za muda mfupi na za muda mrefu, au tunasema government bond au treasury bills. Huu ni uwekezaji salama zaidi. Kwa bahati mbaya watu wengi hawafahamu chochote kuhusiana na uwekezaji huu. Uwekezaji katika hati fungani ni kitendo cha wewe kuikopesha serikali au taasisi ya fedha, na hiyo serikali au taasisi ya fedha inakuwa inakulipa faida yako kila baada ya muda fulani katika kipindi chote cha uwekezaji wako, na mwishoni wanakurudishia ile pesa yako yote uliyoiwekeza. Huu ni uwekezaji salama zaidi, tofauti na uwekezaji katika hisa ambako kuna hatari ya uwekezaji na pia kuna mabadiliko ya bei ya hisa kila siku, kupanda na kushuka kwa thamani ya uwekezaji wako. Ukiwekeza katika hati fungani hakuna kupanda na kushuka kwa thamani ya uwekezaji wako, na hakuna mambo ya kuwa na hasara. Yani uwekezaji wa hati fungani tunasema ni uwekezaji salama zaidi, kwa sababu serikali haiwezi kushindwa kukulipa pesa uliyoiwekeza kwa sababu ina vyanzo vingi vya mapato. Sasa kwa kutambua umuhimu wa uwekezaji huu wa hati fungani, nimekuandalia mafunzo kwa njia ya mtandao yatakayoanza tarehe 8 ya mwezi wa 8 mpaka tarehe 11 ya mwezi wa 8. Katika mafunzo haya ya siku yote 3 nitakufundisha kila unachopaswa kukijua kuhusiana na uwekezaji huu wa hati fungani. Nitakufundisha nini maana ya hati fungani na nitakufundisha kwa nini uwekeze katika hati fungani. Nitakufundisha kwa nini matajiri wengi wanapenda kuwekeza katika hati fungani ukilinganisha na aina nyingine za uwekezaji. Nitakufundisha aina za uwekezaji wa hati fungani. Kuna uwekezaji wa hati fungani za serikali, government bonds, na kuna uwekezaji wa hati fungani za makampuni, corporate bonds, na kuna uwekezaji hati fungani za manispaa, yani municipal bond. Nitakufundisha na nitakumwambia ni aina ipi ya hati fungani ni bora zaidi. Je, ni hati fungani ya serikali, government bond, au ni ile hati fungani ya makampuni, corporate bond? Lakini pia nitakufundisha aina mbili za hati fungani za serikali. Kuna treasury bills na treasury bonds, yani kuna hati fungani za serikali za muda mfupi na hati fungani za serikali za muda mrefu. Lakini kubwa zaidi pia nitakufundisha faida 10 za kuwekeza katika hati fungani ambazo uwezi ukazipata kwenye aina nyingine ya uwekezaji yoyote ile, nitakufundisha. Lakini pia nitakufundisha moja ya faida muhimu sana ya hati fungani, nayo ni kuitumia hati fungani yako kama dhamana na kwenda kuomba mkopo katika taasisi za fedha. Kitu ambacho watu wengi hawaelewi ni kwamba ukiwa umewekeza kwenye hati fungani labda milioni 10 au milioni 1 au milioni 100, ukienda benki wanakupa mkopo haraka zaidi, na dhamana inakuwa ni ile hati fungani yako. Uweki mambo ya dhamana za viwanja, uweki dhamana ya kiwanja chako, uweki dhamana ya nyumba yako, na hawahitaji benki statement ya kujua biashara yako unafanya nini. Na mkopo, dhamana ya hati fungani inapokelewa haraka sana, na utaupata mkopo ndani ya siku 2 mpaka 3 za kazi. Hakuna mambo mengi, hakuna complication. Na hili ninaloliongea hapa nina uhakika nalo, kwa sababu na mimi na partner wangu tumefanya hivyo. Tumewekeza katika hati fungani za serikali za miaka 25 na tukaenda kuchukua mkopo. Tulipewa mkopo na moja ya benki ambazo ukijiunga na haya mafunzo nitakwambia benki ambayo inatoa mkopo mzuri zaidi wa hati fungani, na nitakwambia benki ambayo inatoa mkopo mkubwa zaidi wa hati fungani, kwa sababu mimi nilishapita kwenye benki zote Tanzania hapa, benki zote yani hizi unazozifahamu. Nilienda kila ofisi ili kujua jinsi ambavyo wanaweza kanipa mkopo kupitia hati fungani ambayo tumeiwekeza, na nikajua benki ambayo ni nzuri zaidi. Wewe ukienda kuomba mkopo utapewa mkopo mkubwa kwa riba ndogo zaidi. Sio, tumeelewana mpaka hapo? Kwa hiyo unaweza ukakopa kupitia hati fungani yako, inaitwa loan against bond. Badala wewe kuweka dhamana ya kiwanja, badala wewe kuweka dhamana ya nyumba, unaweka dhamana ya hati fungani yako. Na habari njema ni kwamba uwekezaji wa hati fungani, mpendwa, sio kwa ajili ya matajiri peke yake. Unaweza ukawekeza ukiwa na 500,000, unaweza ukawekeza ukiwa na milioni 1. Na habari njema pia ni kwamba hauhitaji kuwa na elimu kubwa ya uwekezaji kwenye hati fungani. Kwa sababu gani? Unajua, kwa sababu hakuna hatari huku. Yani wewe wekeza tu, ukihitaji hela yako pia utaipata. Na habari njema ni kwamba unaweza ukanunua hati fungani ya miaka 10 na ukaikaa nayo miaka 2 tu ukaiuza ukapewa hela yako, kwa sababu hati fungani huwa zinatolewa na serikali kupitia benki kuu. Lakini kuna watu ambao wamekosa zile hati fungani, wanaenda kuzinunua kwenye soko la upili, secondary market, ambako ni soko la hisa la Dar es Salaam. Kwa hiyo ukinunua hati fungani ya miaka 25 au miaka 20, usiogope, unaweza ukaiuza baada ya miaka 5 kama utahitaji, baada ya miaka 10. Kwa nini? Kwa sababu always kuna watu ambao wanataka kununua hati fungani zilizopita kwa sababu wao walikosa kwenye mnada. Huwa hati fungani zinatolewa kwa mfumo wa mnada. Wapo wanaopata na wapo wanaokosa kutokana na sababu mbalimbali. Nitakufundisha mbinu za kuhakikisha unapata
unashinda mnada na unaipata hati fungani. Yaani kwenye mnada namaanisha kwamba watu huwa wanang'ang'aniana kuikopesha serikali. Kwa nini watu wanang'ang'aniana kuikopesha serikali? Kuna sababu mbili. Sababu ya kwanza, wana uhakika kwamba tukikopesha serikali lazima itatulipa. Kwa hiyo tunasema ni relatively risk free. Sababu ya pili kwa nini watu wanang'ang'aniana kuikopesha serikali ni kwa sababu serikali inatoa faida nzuri. Yaani tunasema the rate of return is competitive. Yaani faida utakayoipata ukiwekeza kwenye hati fungani huwezi ukaipata ukiwekeza kwenye uwekezaji wa pamoja, huwezi ukaipata ukiwekeza kwenye aina kama ukiwekeza kwenye fixed account na aina nyingine za uwekezaji. Kwa hiyo unapata faida nzuri. Ndio maana watu wengi wanang'ang'aniana kuikopesha serikali. Serikali inaweza ikataja ikatoa hati fungani ikasema tunahitaji bilioni 500, lakini watu wakajitokeza zikapatikana bilioni 700. Kwa hiyo bilioni 200 zile zingine serikali inaziacha, ndo watu wanakosa. So nitakufundisha jinsi ya kushinda mnada wa hati fungani, na nitakufundisha jinsi ya kupata hati fungani katika soko la awali zinazotolewa na Benki Kuu, kwa sababu hati fungani huwa zinatolewa kila Jumatano, lakini sio watu wote wanapata. Na hati fungani za miaka ya nyuma zinaweza zikawa zina riba nzuri kuliko za miaka ya mbele. Ndio maana watu wanaendaga kununua zile zilizopita, kwa sababu sometimes zinakuwa na riba nzuri. Kwa karibu sana bwana, ni mafunzo kwa njia ya mtandao kuanzia tarehe 8 ya mwezi wa 8 mpaka tarehe 11 ya mwezi wa 8 kwa njia ya mtandao. Popote ulipo duniani unaweza ukashiriki mafunzo haya. Nitakufundisha kwa njia ya vitabu, nitakupa vitabu, nitakutumia sauti au audio clip ambazo utazisikiliza, utaelewa, kwa sababu usipoelewa kwenye maandishi utaelewa kwenye sauti, na hata video pia nitakutumia na picha juu. Ni mafunzo kwa njia ya mtandao. Popote ulipo nchini Tanzania. Yanaanza tarehe 8 ya mwezi wa 8 mpaka tarehe 11 ya mwezi wa 8. Lakini kama utalipa mapema, mafunzo haya ni 40,000 kwa siku 3. Ukilipa mapema kabla ya tarehe 25, utalipa 25,000 badala ya 40,000. Ukilipa kabla ya tarehe 25 ya mwezi wa 7, utalipa shilingi 25,000 badala ya 40,000. Lakini ukilipa pia kabla ya tarehe 1, ukilipa kati ya tarehe 26 mpaka tarehe 31 ya mwezi wa 7, utalipa shilingi 30,000 badala ya 40,000. Ukichelewa utalipa 40,000. Kwa wahi kulipia upate ofa ya 25,000 kama utalipa kabla ya tarehe 25 ya mwezi wa 7. Lakini pia watu 35 wa mwanzo kulipia nitawapa ofa ya kuwafundisha jinsi ya kuwekeza katika uwekezaji wa mali zisizohamishika, real estate. Mara kwa mara umekuwa ukisikia matangazo ya viwanja, haujui uwekeze kwenye kiwanja gani na wapi, na mambo ya kuzingatia ili usije ukapoteza pesa katika uwekezaji wa viwanja, usije ukauziwa kiwanja chenye migogoro. Nitatoa hili darasa bure kwa watu ambao watalipia mapema. Watu 35 wa mwanzo kulipia nitawafundisha mambo ya msingi na ya kuzingatia kabla hujawekeza katika mali zisizohamishika. Nitakwambia maeneo bora ya kununua viwanja ambayo yana uhakika wa kupanda thamani miaka 3-5 inayofuata. Kwenye uwekezaji katika mali zisizohamishika au viwanja, real estate, kuna kuwekeza katika viwanja, kuna kuwekeza katika majengo ya makazi, tunaita apartments au makazi. Hizi ni residential, lakini pia kuna kuwekeza katika commercial buildings, ofisi. Nitakufundisha jinsi ya kuchagua kiwanja bora cha kununua ili kiwanja chako kipande thamani ndani ya muda mfupi. Nitakutajia maeneo ambayo yana uhakika kupanda thamani. Kiwanja leo unaweza ukakinunua kwa milioni 5, baada ya miaka 5 ukakiuza kwa milioni 30, ukakiuza kwa milioni 100. Kiwanja ambacho unaweza ukakinunua leo milioni 10, baada ya miaka 3 ukakiuza milioni 50. Hiyo inawezekana, inategemeana na unanunua kiwanja wapi. Wahi kulipia ili darasa la hati fungani upate ofa ya kujifunza uwekezaji wa mali zisizohamishika, real estate, bure kabisa, ukiwa miongoni mwa watu 35 wa mwanzo. Na ofa hii pia ni kama utalipia kabla ya tarehe 25 kufika. Kwa hiyo make sure unalipia kabla ya tarehe 25 ya mwezi wa 7, lakini make sure pia unawahi kulipia ili upate ofa ya mafunzo ya ziada hayo ambayo nitakupa bure, na upate ofa ya kulipia 25,000 badala ya 40,000. Kwa hiyo nitakufundisha mambo mengi kuhusiana na hati fungani. Kwa karibu sana bwana mafunzo hayo.